Siku moja, mtu mmoja alijiweka katika hali ya uhoe hai. Baba Kabwela, maskini asonyuma wala mbele, maskini wa kutupwa, asiye hata na makazi, yani homeless person. Kisha akaelekea kanisani katika asubuhi ya ibada. Alipofika, alitembea na kuzunguka eneo la kanisa hilo kwa dakika 30, wakati ambao watu walikuwa wakiingia kwa ajili ya ibada. Ni watu watatu pekee waliodiriki kumsalimia. Wengi walimchora kwa jicho la kebei, wasielewe huyu naye amekuja kufanya nini mahali pale. Aliwaomba waumini walau vichenji ili anunue chakula kwa sababu alikuwa na njaa kali, lakini hakuambulia hata shingmia chafu. Bila kukata tamaa, alijongea hadi kwenye viti vya mbele kabisa na kuketi hapo. Mashemasi wakiwa kazini walimtaka apishe mahali pale na akakae viti vya nyuma ya kanisa. Aliwasalimia watu waliokuwa wanapita kuelekea viti vyao, na yeye akirejea kwenye viti alivyoamriwa kakae. Alijibiwa kwa macho ya mshangao na pengine macho mabaya, wengine wakimpandisha na kumshusha. Aliketi nyuma ya kanisa na kusikiliza matangazo ya kanisa ya juma hilo. Wageni waliosali siku hiyo walikaribishwa, lakini yeye hakutambuliwa kama sehemu ya wageni hao. Nyuso za waliomzunguka zilimwambia dhahiri kabisa kwamba wewe hukaribishwi mahali hapa. Kisha muda ukawadia. Wazee wa kanisa wakaelekea kimbwetani kutoa matangazo. Walisema wanayo furaha kuu kumtambulisha mchungaji mpya wa kanisa kwa waumini. Tunapenda kukutambulisheni mchungaji mpya. Kanisa lilisimama likitazama huku na kule, likipiga makofi hoi hoi, nderemo na vifijo kwa furaha kuu kumkaribisha kwa shauku. Yule kiumbe mwenye kila dalili alilala, kama sio kwenye kituo cha daladala basi ni nje ya maduka ya mtaa, ndiko huwa maskani yake. Alisimama kule nyuma na kuanza kujongea mbele, na hapo ndipo mikono ya waumini ikashikwa na ganzi ghafla.